Mimi nilikuwa nafanya kazi ya hoteli. Nikaomba Mungu siku moja, nimepiga magoti. Nikapiga magoti, Bwana akaniambia hii kazi unafanya ya hoteli sio kazi ile nilikupatia. Nikamwambia Bwana, hapana, nataka kufanya kazi ya mahoteli, nitakuwa na kufungua akaniambia hapana, nimekuita kwa kazi yangu. Nikamuuliza Bwana namna gani? Akaniambia utaona. Siku mbili baadaye msungu akaniajiri kazi ya hoteli ya buchiri. Akaniambia kuja, wewe unafanya kazi hapa kwa hoteli, unaniangalilia pesa yangu isiibiwe. Nikauliza Mungu, si uliniambia umeniita? Sasa nimepewa kazi ya nyama, kuangalia nyama isiibiwe, kuangalia mesa isiibiwe, kuangalia sanduku ya pesa isiibiwe. Na msungu atakuja ananiambia, are you okay? Everything okay? Na ananiambia I don't want nonsense, okay? Sasa nauliza, ni calling? Paka mimi nikashindwa, hii kweli ni calling? Lakini kwa sababu Bwana aliniambia nitaona, nikakaa hapo. Mama mwenye kazi anakuja, ananiambia bebe Harrison, ukimbiwa utaona vile tutakufanya. Tumefanya wengi na wewe sasa ndio next. Paka nikauliza Mungu, are you sure this is what you wanted me to do? Hapo nikiwa kwa hoteli hiyo, mtu akakuja kutoka town ya Nairobi. Akakuja na gazeti. Akaweka gazeti kwa mesa, akasoma, akiondoka akaniambia, wewe usoma hii gazeti, najua wewe haupatangi time ya kusoma. Nikawashwa hoteli mzima hakuna mtu. Nikakaa chini na gazeti. Nikaona imeandikwa mtu yoyote anataka training ya sales and marketing na amefanya kusoma mpaka mahali fulani, apply kwa hii namba. And that is how I got out of hotel business. Nika apply, nikakuja hapa Nairobi, nikasoma college ya sales and marketing, na nikianza kufanya marketing nikajazwa Roho Mtakatifu, nikasikia mwito, nikafunguliwa njia. So msungu hakuwa adie mwito, alikuwa anataka nione gazeti. Gazeti ndio ilinisaidia. So na wewe haujui, wala watu wanakuja kwa maisha yako, pana dharau. Hata kama ni mtoto kadogo, usidharau.